wa mwenzako. Yeah, holding of hands. That is the thing I want to speak about it, eh? Right. Unajua why is it important ndugu yangu? Unajua why is it important to hold your hand wakati unatembea na mwenzako kwa barabara? Tuambie sasa. Yaani kushika tu mkono wa mwenzako tena mnatembea. Ukishika tu mkono wa mwenzako, yani vile mkikiliana vidole, leta mkono namna hii hivi mkitembea kwa barabara, mkitembea tu kwa barabara, kunaweza kupunguza stress levels zako kwa 15%, 15% of it. Kama uko na stress, by the way. Okay tuende nalo, acha mimi nisicheke sana. Sitaki ukanganya msikilizaji. Kama uko na stress kama uko na stress na kama mnatembea kwa barabara na mwenzako, ukimshika mkono, that is high probability 15% of it, stress za kwako pale zinaweza kupunguka. Chukua unampunguzia. Zako zinapunguka. Na zake pia zinaweza punguka. Kama kuna stress zake 15% zinapunguka. Na zako pia zinapunguka. Yeah. Na usiniulize eti man to man ama woman to woman, hata usiniulize. Mbona unanifungia sasa, na mimi nilikuwa nakuja hapo. Bana, ulikuwa ni hujai realize kwamba hata kwenye manicure na pedicure the opposite is it is good, the opposite. Yeah, ukienda kinyozi kwanza nikinyolewa na mwanadada ndio nasikia massage vile nikifanya na nikiambiwa basi Julius utakatwa ndevu na mwanadada kwanza ndo nasikia right kabisa. Si ndio hiyo? Ni sawa. Yeah, yani the opposite gender is the same, but tunaweza tembea tukishikana mkono. Unataka kupunguza stress? Hata nikae nazo. Mwanaume na mwanaume tunakamata mkono wa kazi gani? Acha ikae. Wewe utaki? Wewe tusikanganye msikilizaji. Nimekwambia tuendelee na utafiti. Uambie kwamba mkono unafaa kushika nani. Utasababisha vita hapo nje. Tumalize utafiti rafiki yangu. Sitaki umchezo. Wewe utaki tutembee tukishikana mkono? Tunatembeaje tukishikana? Mimi kama niko na stress na nimekupata hapo chini, ukipanda stairs si unanishika mkono, tunapunguza stress kidogo. Haya uongo. Hiyo uongo. Tafuta nani mshike mkono bana. Utafute mpoa hata hapo nje. Unamuita kuja niko na stress. Kamata mkono tujaribu kupunguza hii mambo. By the way msikilizaji, usichanganyikiwe. Hii kitu tunasema kwamba you hold the hand of your partner. Kama ni partner yako ama kama ni friend, if you like it that way. Your sister, your cousin, hapana. Hapo unajua utaleta mjadala. Utaleta mjadala mzito na mimi nitashindana na wewe hapa mpaka tutoke. Unanielewa bwana Julius? Maliza utafiti. But to the ladies there is something I totally don't understand about ladies. What is it? There is something totally don't understand about ladies. Unajua mimi tuseme siwezi kukuweka wewe status nikasema mpenzi wangu. Si ndio? But you've seen this to status za wanadada. Mwanadada anasema happy birthday mpenzi. Yes. Anamwandikia hapo mpenzi. Ama anasema happy birthday babes. Na ni mwanadada mwenzake. Wallahi bana. Unaweza niweka status ukasema happy birthday babes. Hiyo sana anzaje. Unajua hata nikachanganyikiwa siwezi fanya hivyo. Lakini wasichana wao wanafanya. Ni sawa, wao sijui nini bana hao, lakini to us kama wanaume bana cheki Morio. Fiti kijana unaweka hapo status. Sio kwamba eti unaweza mpost mwenzako base yako mvulana, lakini pia status captions pale inakuwa tu zile za realistic tu, like a man. Mimi nikipost naweza kuandikia happy birthday G but mbona like wanadada anaandika happy birthday darling ama happy birthday mpenzi. Kwanza hii mpenzi inaniudhi, mbona mniandikii mimi mpenzi ukaniweka status ukaniambia happy birthday mpenzi, unaita mwanadada mwenzako kivipi? Hiyo tabia mwanzo ishindwe. Mpenzi wa gender yako opposite gender ni sawa. Lakini you are the same gender, how is that person your lover? I totally don't understand. Ama ni sisi hatuelewi mpenzi inamaanisha nini? I totally don't understand ladies, mbona iko hivyo?
Ai bana, wasichana bana. Nikiweza pata mwanadada nieleze kwanza. Mwanzo tutawauliza. Nikiweza pata mwanadada nieleze mbona yeye anaweza andika happy birthday mpenzi. Maybe kwa manufaa ya msikilizaji. Next Sunday tusirelease Lilian mwenye anafanya gospel. Tutumwache mwanzo kiasi. Tuanze show alafu tumuulize awaambie pia wasikilizaji mbona wanafanya hivyo kwa niaba ya wasikilizaji. That's a nice idea. But hivyo tu msikilizaji, mimi sitaki kujua huko nje utashika nani, mimi sitaki kujua. Bora stress ishuke. Bora stress yako inapungua. So kama uko na stress msikilizaji, si lazima utafute advisor pale, utafute guidance and counseling. No. The simplest way ni kwamba tembea tu kutoka hapo, kama uko Tononoka tembea mkienda Coast General pale labda kwa chemistry fulani mkishikana tu mkono. Tembea mkienda at least kale Coast bus ama pale Mash, nasema twende pale Mash tukaweze kuangalia kama kuna gari lolote linaenda Nairobi yani mnashikana mkono mnatembea mkienda mnatembea mkirudi. That can reduce your stress to 15%. Yeah. Enyeni poa. By the way, unaona I think wana feel poa enye. Especially kama ni the opposite gender. Unamshika mkono pale mkienda, unajua kuna ile kwamba pia ako comfortable. Unamfanya na kuwa comfortable, anatembea tu vizuri. Anajisikia kwamba I'm secured. Wanaume tufanye hiyo bana. So not necessarily kwamba awe mpenzi wako ama nini, but hata kama ni best yako, kamata yeye mkono, mfanye feel secure, at least to show responsibility. Mkienda kuvuka barabara, kamata yeye mkono, make sure unamvukisha vizuri, unampeleka upande wa pili, utaona hapo hiyo ni win-win bana, hakuna kulose. Sasa let's do this ndugu yangu. Next Sunday. Umesema tutamuita Lilian kidogo atueleze mbona wanaita mpenzi. Mbona wanaita mpenzi? But sasa tukimaliza kipindi. After tusha release Lilian atoke, sisi tuendelee na kipindi. Mimi nitashika mkono Lilian. Tushuke stairs. Wewe utashika MC Wine. Maliza hayo iwezekani. Tumaliza stress. Acha mimi nibaki nazo. Stress zangu nazipenda. Ongera jomba kinyeze basi ofadikacha na technology. Tushuka na MC Wine, mimi niache nishuke na Lilian.